Bana mnirudishie Sharon wangu manze jo. Sasa kutoka hiyo siku hamtaki kurudisha jamaa. Maana baadaye naona akiwa amelala pale kwa mchanga sana manze usiku. Makasisi. Makasisi wale pale manze maskofu. Makardinali utaka kwa challenge vurugu. Vurugu mbaya sana. It's all about love. It's all about the feeling. Tunakupa maplan, drama kama video, vichekesho kwa wingi. Hapa ni kipindi, stories sina trend. Washa kitu we. Washa kitu stani ya epe. Aepe aende wapi? Katiti ya Januari. Dizen. Haya tuko on. Tuko on manzi. Haya, ladies and gentlemen, boys and girls, tuko on. Sekemero podcast. Sekemero podcast juu. Anita Flick Melody. Anita hapa penzi ndugu brother mpenzi mtazamaji. F2007 tuko on. Iko loaded juu. Na kama bado hujaona zile zingine ziko pale nyuma juu, make sure umeenda pale umesubscribe, umelike. 1 2 3 4 5 manzi 6. Iko lit. Yes, ndio. Manzi tumesema demu yako ako Summertide. Bana mnirudishie Sharon wangu manze jo. Sasa kutoka hiyo siku hamtaki kurudisha jamaa. Maana baadaye naona akiwa amelala pale kwa mchanga sana manze usiku. Wasema taka ni sherehe. Ataka ni do. Msinimalizie jo. Kunirudishie. Anyways, Summertide jo. Ni happen pale. Weekend imekuwa ya Summertide. Sisi watu wenye hatufiki bei. Na ni vizuri. Unajua sometimes vizuri by the way. Inatutenga na anaza za dunia. Si ndio? Nasikia huko eti wanasema eti iko ni Sodom and Gomorrah, hata hataki kubalika tena huko Malidi. Nimekemewa huko na washirika. Viongozi wa dini mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, wamekosoa tamasha ya vijana ya Summertide iliyofanyika mjini humo, wakisema ilisheheni utovu wa maadili. Wakiongozwa na askofu wa kanisa la JCC kaunti hiyo Thomas Kakala, viongozi hao wamesema hawataruhusu tena tamasha hiyo kufanyika Malindi, kwani inawapotosha vijana wengi. Na tunaambia vyombo vya usalama na vyombo vinavyohusika kwa masuala hayo, mukisikia wanakuja mjue tutakuwa tumejipanga. Safari hii tulivamiwa, tukanyamaza. Lakini hatuwezi kuruhusu mji wetu uchafuliwe ni watoto wasio na nidhamu. Makasisi wale pale manze maskofu. Makardinali utaka viongozi wa kanisa manze. Lakini pia ni hatari. Mayuti manze kuna ngori hapa. Mayuti wanakaa kawa wanategeanga opportunity ya kufanya usherati. Paka shetani mpaka anashangaa hapa mimi hapa msini mvovu manzi. Hapa si mimi. Hii mimi event hii ni yenu. Hii ni yenu manzi. Wallahi. Tu kama paka shetani anakaa pale kana anaangalia tu anashangaa. Mimi wamefanya hivyo kweli? Lakini wanafanya vituko huko bana. Sodom and Gomorrah manzi ni hatari. Nini. Kuna hatari kwa mayouth manzi. Kuna hatari sana. Juu most of them ni mayouth, majenzi, si ndio? Si hata majenzi pia usiwekele majenzi bana. Okay, kwani majenzi all the generation I think wazo kwa Gen X. Okay, sawa basi hao watu wako pale Summertide manzi. Tabia zenu ni mpofu zile. Sasa kama mwenye alinichukulia Sharon wangu sasa bana amrudishie. Bana Flick Melody bazurudishie Sharon wako, si ndio? Sio tamchukua ama tamchukua bado. Tabindi sasa nimekusahari. Nimekuachia tu hivyo. Mazi akitoka shamba kama umeenda leo umekaa naye sana bana. Tabindi tu nimesahari hivyo. Lakini generation yetu mazi kuna mtu tunafukuzana hiyo bag. Lakini hii generation one thing, the generation iko na a lot of people wenye wanasuffer na depressions. Sure mental health issue kabisa. This is the generation yenye inapenda sherehe to the na kwambia mpaka Monday Tuesday wewe unashangaa ili kwanga kitambo ni Friday Saturday. Siku hizi manze mpaka weekdays jo. Sherehe ilikuwa ina happens with weekend. This time my friend every day is an holiday. Sana manze sherehe tu hena nyingine na affect generation yetu. Kitu kingine mental health, sherehe. Na pia manzi nasikiza vya forex hapo kidogo kuna vienye hapo unaosha Sodom and Gomorrah moja kuget rich quick pia. I bet tunafocus sana hiyo story ya kusema we want to live a generational wealth. Lakini sasa iko na maana gani unajaribu kuacha hiyo generational wealth kwa life yenye pia una create una industry sahi?
Ndipo kuna vitu hizo tabia tuko nazo kidogo, tuna destroy future tuko nayo. Acha watu wanjibambe bana. Wanjibambe? Acha watu wanjikule. So urudisho Sharon wako, si ndio? Mimi hapana, ndeni na yeye uko sitaki. Tatafuta kile. Manzano vile malala pale kwa mchanga tu mpaka asema hata kama jo hata kama ni pesa hiyo ni fala hii manzi. Nilikuwa na akisema tu ni fala pale pale X. Mimi sasa na imeisha mama bado by the way. FIFA. Hiyo si FIFA, hiyo summertime imeisha mama bado inakuanga kitu kinashangaza sana summertime hata ukiangalia location ya hata ya Kenya. Hey my friend, we are very far from that thing. Hiyo kitu ina happen huko. Inapaswa kuwa majuu huko. Sio kwa chini kujaribu. Experience sama sisi tuna experience. By the way, summertime so inapaswa kuwa ni summer during summer season. During summer season. Lakini watu tu they take advantage. Anyways, manzi. Mayudi mjibambe lakini responsibly. Shared. Nasemanga innate manzi. Tuko ndani. Tuko nyere. Ingine wakiwa summertime, mimi nilikuwa nimetulia tu nikiangalia FIFA. Na mimi nilikuwa naenda kanisa pia. Mwingine akiwa summertime. Manzi, kanisa muhimu, si ndio? Psalms 1:1. Psalms 1:1 nasema. Sikumbuki ndugu yangu. Sikumbuki nilikuwa kanisa jana baba. Mimi nilikuwa nimetulia nikiwatch FIFA. Nikiwatch ile FIFA manzi. Wengine walikuwa summertime huko. Wakipiga sherehe proper. So ulikuwa na watch tu FIFA tu manzi ukiangalia venye kuendelea. FIFA venye inaendelea. Nikaona my guy. Mr. Messi amekosa Messi pale manzi. Messi yako on baya. The goat. The goat of this FIFA 2026 World Cup. Ronaldo naye amecheza ni yake ya mwisho. Achezi tena? Achezi tena, hiyo ndio yake ya mwisho. Amezeeka bana. Wameretire? Si ameretire tu hivyo, hiyo ilikuwa. Hapana, miaka ngapi wewe? Ni moto. Mambo imechemka. The goat mwenye alikuwa ana shine pale ni Messi. They lead the world champion Argentina to quarter final after score 3-2 win over Egypt. Egypt ishatolewa walai. Egypt ishatolewa. So tunabakia tu na Morocco tu. Tumebaki na Morocco. We just touch Morocco. Intimate by Morocco. How this mazi pale Baraka Joana. So like sasa Morocco ikitolewa ni hivyo, sasa Afrika hakuna. Kitolewa South Africa to next. Na Senegal pia ilitolewa. Pale ndisalewa pia. Cape Verde pia ilitolewa mazili ya sad. Cape Verde pia ilikuwa imejikaza vibaya sana. Egypt nasikia hiyo kocha wa Egypt amejaa manzi, amesikia vero imechafuka penye Messi alikosi Messi. What's the Messi there man? Until the ways manzi tutegee. So Afrika sisi kidogo kuna vyenye jo. Kuna vyenye sasa will come again. South Africa ilianzianga tu, South Africa ilitolewa ya kwanza manzi ikakuwa katua morali. But either way next time tutashine. Next time we do the best. Si ndio? Unakuanga msiwafuta, si pia uingie. Hata mimi si eti mtu wafuta, ni vile yani pia pressure inakufanya pia wewe ukue. Ukakaa kama boys wengine. In touch of what is happening. Okay. Manzejo. Wherever. That is what happened over the weekend. So tunaenda sahi quarter final ina happen now this weekend tuko. Ndio itakuwa ina happen. I think itaisha date 16. Hiyo quarter finals. Finals sasa start happen this month. This July. Ndio mchezo ya mwisho sasa. Kwa silikuwa nasikia akisema eti mwisho ni. So final inacheza huko 19th. Nilikuwa nasikia inacheza then kutoka quarter final. Then the final. Ndio mimi kwa hiyo sio. Pia mimi kwa. Anyway, hapo kwa screen guys, hapo kwa screen. Unaona hapo? Kwa si udu? Si atu. Si we just say. Anyways, Manzejo, Sabasabi ili happen. That day I was not aware of what was going on that day. Are you living under rock, my friend? My friend, mimi what is happening? Nikaenda off, so mimi sikutoka nishinda. Ulikuwa shughuli yako manzi. Nishinda ile door start on Tuesday. Kupiga shughuli yako tu kwa nyumba tu. Piga tu shughuli yangu. Unakuwa introvert. Sijui hata inakuanga gani, nishinda indoors. Nishinda tu nimetulia, nikifanya shughuli zangu. Wacha niwachanue. So kulienda aje manzi hiyo inaitwa Jio Sabasaba ili happen. Nasikia nikaa ilianza kitambo. 19 something kwa screen. Iko hapo kwa screen hapo.
So like sasa waliamua sasa kuandamana, lakini wasini kawa kuwa wakutokea kwa shughuli. Watu hata wamechoka. Barabara zilifungwa. I think ni ya mwisho, si ndio? Next year ina affect country. Hii maandamano hata imekuwa hapana, imekuwa mpaka things are not changing. Sioni kama hakuna kitu change. No one is caring. No one is giving a damn. We learned helplessness. But I think so walikuwa nasema walifunga mabarabara zilifungwa, hakuna wasi walikuwa na access hiyo tau. Nikaa protest 2050 pili happen hivyo. Nilienda job nilienda, but sasa kutoka tau kurudi ulibini kadi zilipatikana. But sasa kuingia tau ndio ilikuwa manzi ilikuwa hivyo. Alafu ngwa sikia pia walikuwa nashikashika vijana sana. Shinda hizi maandamano kwanga unajua ni nini? Sasa kawe kijana ukishikwa kwa hiyo moto kwa hiyo mamob, unakutanga tu manzi wewe unaona pale mbele unaanza kuwa peke yako. Sasa unaanza kurealize kumbe niko peke yangu juu. Kumbe uko peke yako. Kama unaweza kuwa hata huko kwa hiyo maandamano, lakini unajikuta tu kwa pale. Ni kama yule kijana mwenye alikuwa anauza mask ile siku manzi. Unakuwa wewe shughuli yako tu hata usiki. Shughuli yako bana unakutana tu na so ni bad. But I feel like ni ya mwisho, si ndio? Juu next year utakuwa tunasema tu ni kuingia tu kadi. Ndio. Sasa ni kuchukua tu kadi ukae kwa rada. Tukienda kupiga kura mazi next year, weka rada tu mazi, piga tu linda moyo, unaona, tumia akili pale, unaona. Si hatuko kwa tamu yote, lakini wewe tu ukifika kwa ballot box mazi, wewe chagua tu pale. Wekelea kitu ndani. Ndio. Mazi. Mazi mashule bado zinaendelea kuchoma rada ni gani? Si kuchoma hata. Saa hii mambo inaendelea kwa escalate. Nilikuwa naona shule nyingine hapo ilikuwa inajiita aje? Nyabisase. What began as a protest against the posting of a new principal quickly descended into chaos. For hours, normal learning gave way to scenes of fear, stormed one of the school dormitories and set it on fire in broad daylight. Nyabisase ya. Video ilitokea katikati ya walimu na wanafunzi, my friend. Walikuwa challenge vurugu. Vurugu mbaya. Kama kinarusha kutoka hiyo side. Kindimanga from this side. Kutoka kwa teacher. Kwa teacher. Mpaka kwa student. Kuna student naona. Ya hivyo manzi. Ilikuanga fun but ni bad. Sasa ukianza hiyo sasa hizo ni gani sasa? Anza kupiga mamodi. Hiyo ni mbaya. So alikuwa anasema ni principal mpya amekaa. Drama at Nyabisase school, a student and teacher throw stone at each other over new principal. One dormitory burned down and school closed indefinitely. Sasa ndio mbaya manzi. Sasa mbona wachome? Si wangerusha tu mawe alafu waende. Hiyo sasa destruction of property Diongori. Culture kuchoma imekuwa kaa culture. Ni bad, si ndio? Ni band. So wamesha sasa ule principal wenu ule akona katumbo hapa ameshika mawe amekurushia bonge. Ama yule ndepa wenu ama yule mwalimu wenu history, alafu unakuwa umemchukia. Nakwambia umejificha tu pale juu ya kichwa. Anyway. So kuna story nyingine na sasa niko primary. Kuna mmoja mwenyewe fulani atakuwa tunampenda. So sijui vurugu imetokea hata pale primary. Mwalimu alipigwa kokoto ya hapa mazi na mastude. Kokoto. So kuna hiyo grudge. Uko na grudge kidogo, kuna vyenye ya. Kuna grudge kidogo alafu na walimu. Yaani vitu zingine kama hizo zinafaa kuwa resolved. Kabla ya something like that ifike. Escalate mpaka hapo police but lakini pia kuchoma ndoo sasa mimi kitu ni mboni ya kuchoma ndoo manzi. Sasa mode of solving problem pia now squeeze kopua iko very poor. Kuspia decisions zingine zina make wangu hapo without involving all the parties. Na lending to video. By the way, unaleta tu principal mtaki. Mletewa principal sam. Na mkuulizwa mnataka mwenyeri, mnataka mwenyeri, hatutaki mwenyeri sisi. Mwenyeri same mwenye mnataka. So there should be a dialogue. Let us encourage dialogue. The same case too. Mali unapata kuna family issues pia. Kukuwa na dialogue at least manze mnaelewana, mkutane katikati. Ni kweli manze. Sasa hapo kwa hiyo na masanchik. Masanchik pia anapaswa kupewa mali. Nilikuwa nimeona by the way story. Sasa pia second wife. Anafaa kuwa yani part and parcel, sorry. Kenye. Kwa inherit mali ya mzee. Pia yako na hata kama ni invalid marriage haina certificate yote pale. Kama walikuwa wamesema specific invalid marriage. Hiki ndio marriage kidogo na vile inaendelea hapa Kenya sana.
The other day ilikuanga tu huu eti bibi sijui atakuwa naangalia kama amelea watoto aje, evidence ni hiyo. Atakuwa tunaangalia tu certificate pekee. The other day tukasikia eti before sasa kijana apeana mali. Sanjik pia kuna stake sasa. Sasa kuna stake. High Court rules second wife can inherit husband property despite invalid marriage. Like sasa kama utakuwa nasema kama like Kenya, I don't think whether it is okay, marriage inakuanga governed by religion ama by law. I think law inakuanga. Niwe sasa kwa religion kama sisi, hata tukua na sheria ya kula mchele. But lazima certificate ukua pale kwa law lazima ikua pale kwa Christian na pia. Nikapi ukiamua sasa kuoa utaki sherehe. Na tu pale kwa naweza sijui unataka wapi mna present hizo ma certificate mna sign, napata certificate yenu. Haya. And appointed as a joint administrator of the estate. So atakuwa joint administrator of the estate with the first wife. First wife. Okay. Manzejo. Mama imechemka. Manze ni mbaya. Imechemka. Mambo ni mbaya. Ni mbaya. Lakini wewe utatetea culture pia. Sasa unajua ukiumauma huko, unajua pia wao ukisonga pia wewe wataumauma hiyo mali. Si ndio? So lazima pia wapewe share yao kwa hiyo. Think of an incident of the Jonas. The polygamist. Basi hapo umekonga kitabu ndugu yangu. Mimi kwani nisimalize. Hata nasikia kuna wengine ametoa saa hii. Kali. Monogamist sijui itakuja next hii mwaka bado mwisho. That guy. Manzi. So, manzi sasa hiyo kama hiyo instant kama hiyo. That means watu walikuwa part of that. Wote wenye walikuwa wanapitia kwa Jonas hivi wote kila mtu anapata mali yake. Pale hapo kupata mali. Sema pana bana jua nasha yupo. Kwa wapi nilikuwa naona wakicompare wakicompare pia Obina to Jonas. Bana nasema Obina bana make decision. Lakini na kama kwa msana kwa ni showman. Yeye ni script writer bado mseni kama yake na. Pia naona mara sijui na Mikuria. Na Mikuria sijui Miss P. Mara kale kadengwa nitangwa Miss P. Ile kalikuwa kademka ilipoze. Lakini pia watu membi ni showbiz. Inaweza kuwa ni showbiz. Juu kama last time wenye walipatanga sijui wameanza kurukua wherever akadrop Goma ya Miss P kaenda kuenda Miss P alafu pia lakini naona Miss P anakuwa anapenda Obina. Na mwingine na sijui sasa but wherever ambu mchagulia mgani. Mimi ningechukua tu manya kwa genuine, Miss P ya kwa genuine. Unajua Kuria anajua anaweza pata any other person hapa nje. Unaona? Oiga kwa genuine. Nani hiyo? Kuria. Mimi naona hiyo siku acha niseme tu hapa initoke. Kuria alikuja kwa hiyo show ya Obina ku apologize because alikuwa unaona ile inatanga Njila style something like that. Alikuja ku apologize kwa show ya Obina. Mbona aliingia kwa hiyo video ya King Kaka fulani wamefanya hapa na King Kaka. Lakini si ilikuwa kazi. Sasa ile kwa hiyo movie ya polygamist wale watu wako pale sinema actor. Hiyo ni kucheza tu. Unakuta hiyo ni bibi ya mtu pale anafanya shughuli kama ile. Apologize live. Ali apologize. Iko hapa kwa video, iko hapa kwa screen. Ali feel disrespecting like alikuwa disrespect Obina. Watu mimi naona ni kwa tu anata. Nothing serious there. Watu wanapiga tu beats. Watu wanapiga sugar. Unakuta wako Joyce style. Joyce ako pana na protect Brad. Nafikiria wako perfect huko, kumbe hiyo ni kazi wako manzi. Zimbabwe nayo. Lakini there is a problem happening with the African president. Yeah. Na hiyo kiti ya uongozi. Kiti ya uongozi. They don't want to exit. Manzi. Sasa they don't want to. Kama tunaona Uganda wa neighbors hapo alikatalia hapo. Mama Suluhu. We might be blaming Ruto, but it is something which might be happening across Africa mzima. Lakini I think in East Africa tu kama Uganda alikatalia huko. Na hakuna kitu mzamfanya. There is nothing which is happening. So sema Zimbabwe president. Manze Zimbabwe anasema si anaanza sijui anaongezea miaka ingine 2. Shanji dunga zake. Mpaka 2030 hapo manze. Ulikuwa sema tu kuna venye unaona hii African country kidogo ziko na issues sio. The African countries hiyo ya presidents kutaka kukatalia kwa kiti bana juu. Manze kama tumesa hapo Tanzania venye happened last time. Like nobody business.
na decide yeye time yangu aishi, and you know what, naongezea zangu mbwegze. Hiyo yenye Ruto alikuwa ameleta kitambo, mbadhari wanasema tiongezewe miaka 7. Hiyo ndio nishapitishwa huko Zimbabwe. Nikapitishwa bana. So I don't know whether it is a decision which was involving the citizen. Yeah, like isikuwa tu ni party moja tu ina make decision tu. Hata kama tumechagua hizo MP wako, there's a way tunasema MP kidogo wanasimama. Hao ndio watu present. Wanatuangushanga sana bana. Ama MP jo wanatuangusha mbaya. Lakini vizuri kuwa na country yenye such decisions zinamekiwa na sinivyo pia. Okay. Wananchi pia. Yeah, fellow citizens, mlikuwa manzi citizens tunaivoviwa mbio juu sasa. Ni bad sana kusikia pia. Yani kuna president amekuja amechapa kazi, ametransform the country. Ndio. Tutaude sasa Kithure style. Mpaka sasa wananchi wenyewe, the people, wanasema yenyewe power of the people inakuja inasema we want you back. Yeah, the sovereign of people wanasema huyu tunamtaka tena, si huyo wanasema ati ni wherever, because ako pale executive maze. Sasa mimi si ni bad na sitoki na mniambii kitu. Ati nisikia Kindiki alikuwa anasema ati constitution inasema ni 2 term. Mbona si tuanza kusema ni 1 term? Alisema yani alikuwa anasema for a president to accomplish project zake, yeah. It need a minimum of 2 terms. 10 years. Usenso. Hata wenda mitakuwa if you cannot be active within the first term, you can't tell us that there is any proof that you will work on the second term. Sure. So mimi wanasema you must show us what you must tuone what you got manzi, what are you doing to our country, so that tuone tutakuchagua tena. Unaona? Tuone watu kuchagua tena. Either watu wachape kazi manzi, wewe uko pale ndio ufanye kazi. Lakini kuna venye unasema venye baadhi ya African countries kuna venye ma president kidogo kuna that tendency ya kukatalia. Yeah. Wanataka kala anaitwa ka dictatorship kind of from a distance. Wanasema tuko na democracy, lakini democracy haionekani kama practice hivi tunaona ikipracticewa. Ile tunasoma kwa set book inaitwa tango ukoloni mambo leo. Ukoloni mambo leo, yeah. So this is not happening from the mzungu. Mzungu sana ni Mwafrika kwa Mwafrika. Mwafrika is ukoloni mambo leo. Ukoloni mambo leo. So hatari happening bana. Sure manzi. Hatari ni mbaya. Sisi tuko tu manzi tunasema ni mbaya. Sasa sijui kama African country tunasaidika aje, lakini as Africans, because kama president anakatalia huko power of the people can make big change. Yeah. So if we start together manzi, by the way we will have a say. Yeah, we will have a say, because constitution pia Kenya inasemanga, the first constitution ya kwanza inasemanga the sovereign power lies to the hands of the people. So kidogo kuna wanataka kuchukua hiyo power yetu na ndio tuko nayo. Bana. Yeah, it's not fair. It's not fair. Yeah. Otherwise my guy. Video of the week manzi. Video of the week. There is a woman who was spotted in Portland, Oregon. Don't know whether it is, but it is. Niko sure si AI. Hebu angalia video guys. Good. Kind of worried you're in a doghouse there, sweetie. Don't worry about me. I'm fine. You're okay? Yeah. Well, can I get you into like a regular shelter? I don't do shelters. They're just kind of dirty to me. Well, this is dirtier. No, there's multiple people in a shelter. Okay. You have any spare cash or change? Do I have spare cash or change? Yeah, I'm gonna get a pot pie. Well, shelters feed you too. Would you consider that? No, some of them have really good food. Do you think you can get me a pot pie? I can get you a soda. So behind me, we have a woman living in a dog house. That's a dog house. She's been on this corner for a long time and someone got her dog house. So people are saying Portland is fine. Portland is nowhere near fine, especially if
if you're finding people like this in this situation. This is just so surreal to even see. Now, I approached her. I've talked to her a few times. She is refusing help. She's a refugee, actually from Africa, and came here a few years ago and ended up street homeless pretty quickly afterwards. I think she said she came here about 2 years ago. Mtangalio. So, kuna this tendency, kuna this kind of feeling watu feel like kwa majuu kuna green pastures. Kuna green pastures. My guy. But then umekuwa na dream kwenda huko? Okay, naweza taka lakini me what my greatest fear is what if things turn out the way you are expecting ikuwe si hivyo. Manze ikuwe vibaya. Ikuwe mbaya manze. Kama wewe mama vona manze akapanda kwa dog house. Unaona the fact that you are very far from your home. Sure. So kurudi yenyewe ni normal. Yeah. Ni normal. Alafu sasa make sure alafu kute paka passport yenyewe mpaka ujui ndio wapi manze. Yenyewe hata ujui. Unajua things happens. Alafu ukiapproach member maybe akatata kukusikiliza. Hiyo inakuwa. Lakini sasa unaona pia kusurvive countries kama hizo countries zenye very far away from home. Ni hatari. My friend. Kuna hizo ulikuwa nasikia kwa kudhirive kwa country za majuu huko my friend. Kama kuna hizo ulikuwa nasikia kwa mkurani kwa anasema kuna madam anataka sijui country fulani huko. Sijui ni kama Denmark something kind of sema sasa ilikuanga pale. Kama uko na ngozi nyeusi kama hivi yetu hii saa hii manzi wewe huwezi pata saidiki hata ukuwe na pesa hata ukuwe na nini. So I was like kusala hizo nchi za nje manzi kama kidogo kuna vitu kaa racism my friend it is something is there. Kwa unakumba ndio unakuta ina happen like alikuwa anasema ina happen. Baadaye alikuwa anasema alikuwa anasimamisha tu taxi hivi. Inampita tu anaangalia ni mweusi inampita. Sasa hata pesa. Manzi alikuwa kaa pale ni mtu alimhurumia tu mmoja alikuwa anasema alipata Mkenya mmoja tu ndio alikuwa anadisha hizo taxi manzi. So station yenyewe yani all the people who are all the people surround you they don't like you manzi. Alafu hapo uko pale manzi alafu unaishi kwa dog house yenyewe huwezi pata. Na kwanza kwa ukianza kukaa kidogo unakaa refugee unakaa orphan hivi. Unaanza kupigwa na life. They don't care, man. Don't give a damn. Mtu anaanza kudive kwa madrugs huko, anaanza kuanza hata ukitumia mafentanyl huko. So unaona kama huyo mwanamke alikuwa anakaa kwa dog house. Manzi. Kwa dog house. Na alikuwa mimi anasema akitoka Kenya akienda huko. Alitoka Kenya 2 years ago. 2-3 years ago huko. But things turned kwa mbaya manzijo. Alikuwa anasema alikuwa na desist hiyo LPO mzungu. Sasa unajua hiyo ni out of drug and out of course. Hiyo vitu anatumia. Angekuwa soba angeambia mzungu namurikisha baada. Unachoma bana, unachoma. Unaonya sema tu baada unakuta sasa pia pale kidogo. Ni hatari manzi. Ni hatari. Juu mimi hata mimi si hata uteseke huku unajua ninaweza rudi huko mashambani. Unaenda pale kwa shamba manzi ya. Hii Nairobi bana hili shamba la mawe ikikataa. Ndio unaanza kuishi slow living huko uptown. Manzi hiyo story imenishtua by the way. Kena kutafuta green pastures huko nakuta kumbe ndio shamba la mawe kweli huko sasa. Shamba la mawe my guys. There's nobody who is giving up. But hizo stories ziko pale mtandao sana nanga watu wakisema kienda huko. Kama wale nani yule alikuwa anarudishwa Kenya sijui ameenda huko. Ilikuwa nchi za Uarabuni. Niko Emirates hapa katika huko wanaenda wanafanyishwa vitu kama wanatumika kwa yani hizo vitu chafu huko. Alafu unadinaiwa passport pia wananyang'anyanga by the hizo pass nasikia wananyang'anyanga hizo passport. Una pia unanyimwa the right ya communicate na you are home. So my friend unateseka huko na ulipu na unanyimwa hata food. By the story nimesikia unaenda unanyang'anywa passport na kapa pale kwa nyumba tu unakaa kama umefungiwa ni house prison na pale huwezi toka huko wanaanza kutia kwa communication hakuna pesa hakuna tumia kama wasichana wasichana manzi for sex kwa hizo ma videos kufanya vitu zote mbovu manzi. Nasikia timbosko wako unajua bosko kidogo bosko yangu bana ako kiu ako kutu
Bana story kama hiyo bana. Manzi si laughing hata manzi, lakini when I was then nikisikia story nasikianga baadaye naumia roho sana juu. Sasa hata kama tunaenda kutokanga home. Manzi unakuwa tikikuwa tu watu ni pesa huko na lakini wewe kukula na kula kunywa unakuta njoo sasa kama pale sasa uko huko Arabuni. Manzi. Ule mdosi wako angeamua kumolest one day man, hata kama ako na hiyo magonjwa kuambukiza. Achilie. Hiyo stories ziko pale mtandao baadaye na kutanga mwingine anasema Na pia on the other side kuna wenye pia wanasema wamefaidi but kuna sasa unajua sana hii pros and cons. Ukipata tu luck yako manzi hapo ndo unabahatika, lakini sasa nao ukipatana na bad ya kuanga mbaya. Hello Nath. Ndio. Hata nasikia kuna history nyingine, kuna Mkenya alikuwa amerekodi sijui kwa frontline huko warepa kwa vita Samoa huko nchi zingine huko Manju. Manzi anakuwa anasema sisi tuliambiwa tu tumetoka Kenya tukaambiwa kuna kazi. Kidogo huko manzi unapatiwa budoki buda. Alafu unajua training haiko. Unaweka front line. Manzi. Kuda day. We ni noma. Ni mbaya manzi. So taka tunatafuta hiyo story ya kusema eti tukue na manzi historia ya kwenda kutafuta green pastures huko Manju. Unaweza kuta huko tukue rada. Kauka bana. Hata hakuna hata maji. Hakuna maji yenyewe kushia paka paje green pasture yenyewe incro. Unaona? So like kama manjent yote nasikianga manjent ndio anakuwa anapoteza watu sana bana. Wewe uko na tamaa zake ya kulipa hiyo do, akupeleke tu kwa Manju. Ajui unaenda wapi? Ajui kama ni verified place unaenda kufanya kazi ama wherever. So manzi manjent pia mkue rada manzi. Hata kama ni do ndizo ambassadors. Pia ambassador manzi mkue rada wa Kenya wenzi, wa Kenya wetu manzi mkienda pale. Teseka huko. Manzi. Otherwise imekuwa fiti. Imekuwa fiti sana manzi. Leo hatuna mambo mengi. Hatuna mambo kabisa manzi, tuko fiti pale. Wenye wako summertime ndio waendelee. Sisi na sisi hata tuendelee kuwatch FIFA. Na shiro yako ikuja? Ashaenda akikuja akiendanga niliama. Asirudi si ndio? Niliama. Manzi ushama jo ni bad. Inshallah. Nasikia Malindi atawataki tena. Malindi anasema haitaki wewe Samadani siku mwenyewe amesema hiyo ni moral decay na bana indecency. But from a distance unaweza inakaa hivyo. From a distance inakaa ni moral decay. Lakini watu wanatafuta opportunity yote ya kufanya ushirika. I don't know what is happening. What is happening with the generation? Ama msasa generation yetu pekee. Sherehe yako polite. Unajua mimi napenda sana this culture of kama Wameru. Wameru tatulia hapo tunachonga kamera yetu tukipiga stories zetu. Hapa tunanga. Bana si ndio? Kakishika mazeka na flow sisi tuko bachula hata baadaye nasikia yangu relax alafu nasikia yangu iko creative pale. Very creative sana. So mazeta kani sherehe msipige sherehe nyingine, kuna mnaenda extreme mpaka sherehe anashangaa. Hapa si mimi huyu. No. Ni bad. Hata hizo umekuwa man. Mimi nimekuwa fiti. Imeweza si ndio? 07 manzi imeflow. Bana watu waenda watch podcast. Manzi mkifika pale msupport. Paka episode 6 pale manzi tumewekea episode zingine na mama. Hapo mtuambie what you need. Si ndio manzi, na mkifika ikikubamba manzi subscribe manzi, una check. Manzi una like alafu na share kwa page yako kama uko na page ambaye unajua kuna ma youth fulani wanapiga shughuli yao wana try. Na sisi tunasema tu kuiba manzi, si ndio? Walisemanga let me show you that something I saw. Believing in yourself is a full-time job. Yeah, believing in yourself is a full-time job. Full-time job. No time off. Nasoma. Ndiko nimeweka on my status. Okay, tusome manzi. It is a full-time job. Believing in yourself, no days off. Manzi. Tunachibili. Believing in yourself is a full-time job. It's a full-time job. Yeah. Na pia pale uko pale manzi uko baada kamera manzi. Okay, baada kamera. Baada screen. Believe in yourself manzi. Usijipe day off. Believe in yourself. Na pia wanasemanga hiyo consistency pia inaonyeshana uko serious na kitu tunafanya, so sisi tunapiga shughuli yetu hapa manzi, tuna jaribu pale kindly subscribe, support youth for youth. Youth for youth. Sisi kwa sisi. Sindio? Kama K, see you next time. Next time manzi. Wanaita Flick Melody. Anaita Bensai hapa ndugu brother mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Sekemeru podcast. Ni Sekemeru podcast baada fika pale. Episode 007. Innate manzi. Sindio? See you next time. Wagwan. Asante. Yeah. Oh no, yeah. Kiale Kemeru ikwari.